My colleagues, you can see you have the record of all of us who are in court because you follow the court proceedings. First of all, we want to thank the Almighty God because He has given us an opportunity to be here today and to be witnesses of the growth of our country and the growth of the rule of law at even very difficult times. We want to thank the court, particularly Justice Professor Joel Ngugi, for his ruling that is full of wisdom, that has nullified what we consider, and actually has been considered by the court, to be detention without trial. As you very well know, the magistrate court ruled on Wednesday that Honorable Oscar Sudi was to stay in detention for another 7 days, which would be a total of 11 days up to Wednesday next week. We were dissatisfied with that decision. We moved to the higher court, which is the High Court, and we are happy to report that the court has ruled in our favor, and the court has ruled particularly and specifically that the practice that has been going on of arresting and charging people after 24 hours or detaining suspects or individuals or citizens for 5, 10, 15 days, whatever number of days, without any charge being brought before the court against them, is gross violation of our Constitution. And gross violation of our Constitution, in all clauses of our Constitution that deal with that matter, attract the highest penalty. And we want to thank the judge because he is a strong, competent and confident judge who believes in the rule of law. The decision of Oscar Sudi today will go down in history as one of the best decisions in restating the true position of our Constitution insofar as our fundamental rights and freedoms. And I want to say, without fear of any contradiction, that even though our client has gone through trials and tribulations because of utterances or allegations that are untrue, we want to say that even though he has gone through that pain, we have consulted him and he is happy that it was through him that a decision has been made that will solve the problem that we've been having in the country for a very long period of time, where many citizens are being held without trial. And I believe that now with this decision, many Kenyans, including all of us who are here, who are holding public office, can go about our business knowing that our judiciary, there are men and women in our judiciary who still believe in rule of law, who do not fear the state, who do not fear state power, who do not fear what they call deep state and systems, who believe that Kenya is under God and the rule of law. And that is really what this day is all about. Honorable Sudi is coming back to court on Wednesday. The judge has ruled that Honorable Sudi will not address a rally for now, until Wednesday when he appears before the court and a decision will be made whether he will be charged or not. It's after that now he will enjoy again the freedom to be able to address the public. So for now, kwa niaba ya wenzangu wenye wako hapa, tungependa kusema kwamba sisi kama Wakenya na sisi kama mawakili na viongozi wenye tuko hapa tumefurahi sana kwa ile uamuzi ambayo Justice Joel Ngugi amefanya hapa, ameamua hapa Nakuru, ni ya kwamba yeye anasimamia haki ya kikatiba na ya kwamba wale ambao wamekuwa wakitumia vibaya mamlaka ya kikatiba ambayo walipewa kunyanyaza Wakenya na kushika watu bure na kuwafunga bila hata kupatia nafasi ya kupelekwa kotini. Sasa imesemekana kwamba hiyo ni ukiukaji kubwa sana ya katiba yetu na ya kwamba haifai kurudiwa. Na sisi tunataka kurudishia shukrani koti kwa sababu ya ile uamuzi wamefanya. Ndugu yetu Oscar Sudi tutampatia yeye nafasi kushukuru tu, hawezi kuaddress mambo yenye tunasema hapa,
yeye atasema asante kwa wale ambao wamesimama na yeye, kwa sababu hii sio rally, atasema tu asante. So unaanza kuronga leo. Kwa hivyo wacha aseme asante. Asante sana Murkomen. Mimi nataka nishukuru sana siku ya leo kwa sababu unajua nilileta hapa Jumapili. Nimeshinda hapa, nimekuwa mwana Kenya mwenye anafuata sheria. Wakisema left na naenda left. Na leo nimeshukuru sana kwa sababu nimefika mwisho. Kwanza nataka nishukuru wafuasi wangu sana na wenye support na wakili wangu wakiwa hapa. Hao mawakili hakuna hata mmoja nilimuita. Lakini leo tukisimama nilikuwa na mawakili 16. Nataka niseme asante sana. Na pia nataka niseme asante kwa watu wangu wanawakilisha kule Kapseret na Wasingishu na Rift Valley na Kenya. Kwa sababu nilisema ya kwamba tudumisha amani na kuhakikisha kwamba sisi ni wale hatuwezi kuhusu ili kutuliza amani. Ya mwisho pia nimekuja hapa nimepata experience nyingi sana na nimefika kule ndani nikapata Wakenya wengi wenye wameshinda kulipa bail ya 3,000 5,000. Kwa sababu ya uwezo wangu kidogo, mimi nashukuru Mungu na hata kwa kunileta kule ndani ya kwamba mheshimiwa ni mzuri kuja hapa ili sisi wengine tupate gari nyumbani. Nimetoa watu zaidi ya 51 na hiyo ni furaha yangu sana. Nilifika hapa na nikaanza kuendelea na uongozi, nikafungua kwa nchi zingine mpya na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimejifunza mambo mbili tatu na lazima tutekeleze pia baada ya hili. Asanteni sana Mwenyezi Mungu. We just want to add that for anyone who was hoping that he was going to use state power to intimidate any leader or any citizen of this country from standing firm on issues that affect this nation, we are uncowed, we are unbowed, we are going to continue speaking on the issues that are affecting our nation because we were elected as leaders to do so. So don't think that you will scare us, don't think that you will intimidate us, don't think that you are going to make us weaker. I can tell you without fear of contradiction that we have become even more stronger because of this process that our brother has gone through. Mungu wabariki na asanteni sana. Thank you. What is the next line? It's open. Shikeni mpaka gate. Shika mpaka gate, tumefunguliwa gate. Tasembea kwa gari. Nhớ nó Murkomen!
niaba ya ndugu yetu Sudi ambaye kwa sasa hawezi kuongea, kusema namna hii. Sisi tunasema asanteni sana kwa Wakenya wote ambao walimwambia Mheshimiwa Sudi. Na hata kama kupitia shida nyingi, tunashukuru kotini kwa sababu wamefanya uamuzi unaofaa. Sema hiyo jamani. Kwa hivyo siku ya leo ni kusema tu asanteni sana. Sisi tumepata uamuzi mzuri wa kotini, na sasa kotini imesema ile unyanyasaji ya kutumia mamlaka na uongozi kunyanyaza viongozi imekwama leo. Tunaendelea kufanya kazi yetu ya kuhakikisha nyinyi wote mmetetewa na kazi yenu imetekelezeka, na hiyo safari ya kwenda huko mbele lazima iendelee. Kwa hiyo nasema asanteni sana, mtukubalie leo hatutasema maneno mengi. Kulikuwa na Mheshimiwa Yotera alikuwa hapa kwa wake na MCA mwenye wanafanya pamoja, former speaker wa Vingishu na Mheshimiwa wa baadaye, na tulikuwa na Mheshimiwa pia wa konsoli. Hii awamuzi umekuja kwa ghafla, na hata wa supporters wetu wameshangaa. Kumbe kuna judge mwenye anaelewa shida ya wananchi wa kawaida. Lakini hii imekuja kwa ghafla. Tukirudi next week wakati tunamalizana on Wednesday, tutakuja tena kuambia asanteni sana. Kwa hivyo hatutaki kusema kupita hapo, tuingie tuanze mbele, lazima tushikane pamoja. Sababu ya maafisa Mheshimiwa ameajiriwa. Sisi tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia ushindi wa siku ya leo, na ameambia wale ambao wanataka kutumia nguvu ya serikali kukandamiza wananchi washindwe kabisa. Na mimi nataka kusema hivi tukiwa Nakuru siku ya leo, ninyi ambaye mnakaa kwa maofisi kubwa na mnatumia hiyo maofisi kuangamiza mahasla, 2022 serikali ya mahasla inakuja. Hata nyinyi mtafika hapa pale mnapigisha hasa. Mtalala hapa ndani, mtatoa viatu, mtatoa mshipi ili msikie uchungu ambaye mahasla wa kawaida wanapitia. Lakini kwa siku ya leo tunasema asanteni, muendelee kukaa kwa amani na tukae pamoja mpaka pale Mwenyezi Mungu atatufikisha. Asanteni. Nimetumiwa salamu na seneta wenu, Seneta Susan Kika. Alishika nafasi kidogo huko mbele, lakini mnajua alikuwa na sisi tangu uanze, na viongozi wengine wengi ambao sitaweza kusema majina yao. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sawa sawa.